Shy One TV, Blandi of Blandi. Naitwa Master of Exclusive Interview na do special from Shy One TV. Nitakuwa na mtu muhimu sana kwenye industry ya music industry. Yani tunamzungumzia producer anaotengeza mapishi kadhalika kutokea pande za Shinyanga, Tanzania. Na mimi ni katika mishe zangu bwana, nimekutana naye. Sijui anafanya nini leo, lakini kwa sababu tumeona naye hapa atatuelezea kwamba nini kilichomleta huku na ana project gani. Kadhalika anaitwa Shady The Mix. Nisijieleze sana au nisimueleze sana yeye ni nani. Tutajua mengi kupitia kwa Shady The Mix. Ni producer mwenye tuzo yake mjini. Ni aje? Kama kawa mwanangu. Heri ya Christmas na mwaka mpya. Ya na kwako pia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, uzima upo, mambo yanaendelea, basi inshallah tunasema sisi Waislamu. Zimeumana huku. Hebu niambie, what is the project? Kwanza tupo kwenye kipindi ambacho tunahitaji kupata new sound kwenye industry yetu ya muziki, hususan zaidi katika muziki wetu wa Shinyanga. So ni lazima tuhakikishe pia tunajaribu kutengeneza connection nzuri na baadhi ya producers ambao wameshakuwa ni maproducer wakubwa. Mfano watu kama kina Mafearing, watu kama kina Mr. RG na producers wengine ambao wanafanya vizuri kwenye industry. So ili uweze kupata connection, ili uweze kupata ujuzi zaidi katika kuimprove kwenye issue za music industry, kwenye issue nzima za production. So ni lazima ukutane na watu kama hao ili uweze kutengeneza connection nzuri, lakini pia uweze kujifunza vitu ambavyo vimekuwa vikitokea vitu vipya kwenye engo nzima ya music industry. That's why niko huku kuhakikisha pia nakutana na producers, kuhakikisha nakutana na wasanii ili kuweza kujua soko la muziki linahitaji nini, lakini pia ili uweze kufika level kubwa unahitaji upite njia gani ili kuweza kuhakikisha pia muziki wako unawafikia Watanzania wengi kwa ujumla. Wengi wanakufahamu kama Shady The Mix, au kuna wengine hawakujui kwa jina la Shady The Mix, wanajua kwa jina lako halisi. Lakini leo tunataka kwa wapenzi watazamaji wa Shy One TV wajue Shady The Mix jina lake la kwenye ID ni nani? Mimi kwa majina yangu halisi kabisa mimi naitwa Emmanuel Patrick. Kwa majina yangu halisi ambayo nilipewa na wazazi wangu, lakini pia Shady The Mix ni jina ambalo lipo kwenye career yangu ya muziki. So natumia Shady The Mix, japo nilianza kutumia majina mengine before ya hili Shady The Mix, ambapo nilianza na Shady Brain, nikaja Freddy P kicho kitambo, lakini baadaye nikaamua kustiki kwenye Shady The Mix kwa sababu hapo ndipo niliona ni njia yangu sahihi ambayo inawezekana ni nzuri pia kwenye career yangu ya muziki na career yangu ya audio production. Kwa wengi waliokuwa nakufahamu zamani, walikuwa nakufahamu kwa jina la Shady P. Shady P ndio yule jamaa leo Freddy P. Freddy P ni yule jamaa alikuwa na dread kipindi cha nyuma. Kipindi hicho alikuwa ni mtu fulani ana dread afu mwembamba kidogo. Ila leo tuna Shady The Mix ndio huyu hapa. Tukiachana na project ya kusema kwamba umekuja kujinoa na kutengeza mapishi mapya kwenye miaka 4 toka umepokea tuzo as the best producer from Shy Town, una kipi cha kuambia mashabiki zako na wana wanaokukubali kama Shady The Mix? Cha msingi ni kufocus kwenye kazi zao, cha kwanza. Pili, kuwa na target na vision ya mbali kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanapiga hatua kwenye kila aina ya kila ambacho wanakifanya, kwa sababu siku zote unapofanya kitu ni lazima uwe na malengo. Lakini ukishaweka malengo kuna juhudi. Ukishaweka juhudi, yaani ukitoa malengo, uwezo binafsi, juhudi pia harakati za kuweza kujichanganya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kukutana na watu wapya kwa ajili ya kuweza kupata vitu vipya pia, kwa sababu ukikaa sehemu moja, ukae eneo moja, nafikiri hauwezi kujifunza chochote. Wewe utakuwa ni yule kwa sababu hautakuwa na mabadiliko kwenye kile ambacho unakifanya. Mimi unaona nimekuwa ni mtu ambaye nazunguka sana. Sio hapo nafikiri kama unakumbuka vizuri, sasa hivi imekuwa kama ni nyumbani, mara nyingi nakuwa nakuja. Lakini pia natembelea baadhi ya mikoa mingine kama Mwanza, Arusha, Tanga na sehemu zingine.
Hii yote ni kwa sababu ya kwanza kutanua kukuza wigo wangu kwenye muziki wangu, lakini pia kukutana na watu tofauti kwenye career ya muziki wangu. Unanielewa? Kwa hiyo nachowashauri pia washikaji ambao wanahitaji kwenda mbali, wajaribu kutoka kwenye maeneo yao na kutafuta watu wengine ili kwa ajili ya kuweza kutengeneza wigo mzuri ambao end of the day utawasaidia katika kazi zao. Mpenzi mtazamaji wa Shay1 TV, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, nipo na Shady The Mix, ni music producer kutoka kiwanda cha Paradox Empire. Hiyo ni production yake mwenyewe, ndio record label yake. Ila pia tukiachana na masuala ya producer, ila pia yeye mwenyewe ni msanii. Juskate ametoka kuachia kichupa. Hicho kichupa toka umekiachia mpaka sasa hivi, kuna kipi cha kuambia Watanzania? Kikubwa kwanza na washukuru mashabiki zangu ambao wanafuatilia muziki wangu, kwa sababu sasa hivi hata ukiangalia utaona the way nyimbo inavyoenda vizuri. Yaani mapokezi yamekuwa ni makubwa tofauti na kipindi cha nyuma. Sasa hivi nimeona watu wamekuwa serious kufuatilia kazi zangu, na sikutegemea kwa sababu ni nyimbo ambayo imekuwa na mapokezi makubwa kwa hiki kipindi. Kama unavyoona, kuna baadhi ya wasanii wakubwa pia walipandisha kazi zao, lakini mwisho wa siku hazikuwa na matokeo mazuri, mpaka ilifikia hatua kuna wengine walizitoa kazi zao YouTube, umeona, afu wakazirudisha pia. Na hata kama utaona hivyo, pia kulikuwa na sekeseke la Gen Z pamoja na wasanii, na ndio maana umeona hata hizi sikukuu ambazo zimepita hapa kumekuwa na upungufu wa shows za wasanii. Yaani wasanii wengi hawajafanya show kulingana na kile ambacho kilikuwa kikiendelea. Kwa hiyo mimi nimeachia ngoma yangu, sikutegemea kama ngoma itapokelewa vizuri, itaenda vizuri, lakini sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu of course. Na inafanya vizuri, lakini pia kwa wewe ambao hujabahatika pia kuitazama kazi yangu, ingia kwenye akaunti yangu Shady The Mix hapo. Alafu uangalie pale, utaona kazi mpya kabisa inaitwa Kidawa. Subscribe ili mambo mengine yaende sawa. Shady The Mix, mpaka sasa hivi rekodi label yako ina wasanii wangapi? Recording label sasa hivi haina wasanii. Sija bado, kwa sababu sasa hivi na harakati zangu, najipanga, nikisharudi home ndo nitatengeneza recording label. Unajua kummanage msanii sio kitu cha mchezo. Wewe mwenyewe umeona kipindi kile ambacho tulikuwa tukifanya kazi na kina Rapture, tulikuwa tukifanya kazi na kina Bando MC. Umeona jinsi tulivyopambana kuwapush vijana wakapata nafasi wakaondoka. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia nguvu kubwa, akili nyingi, lakini pia tulikuwa tunatumia pia sometimes pia unatumia hela, umeona, kwa sababu mwisho wa siku studio inahitaji vifaa vizuri, inahitaji production safi, quality ya muziki mzuri, so lazima uinvest kwenye production. So baada ya washikaji kupata nafasi, tukajaribu kutengeneza baadhi ya wasanii wengine, lakini Mungu alitusaidia pia. Tuliona kina Mantoni alipata nafasi, wakaja mjini hapa, wakafanya kazi na baadhi ya wasanii kama kina Beka Flavor, kina Ruby na wasanii wengine. Kwa hiyo kwa sasa hivi sijawa na mawazo ya kuwa na recording label, lakini nikifika nyumbani nafikiri sasa naweza nikaanza kuanza hayo mawazo, kwa sababu huku nilipo sasa hivi nimejifunza mambo mengi pia. Tukizungumzia Shady The Mix, ni producer alio kwenye mikono yake wamepita kama wasanii wakina Bando MC, wamepita wakina Rapture, wamepita na wasanii kadhalika wamepita kwenye mikono yako. Una kipi cha kuwaambia kwa hao watu uliofanya nao kazi? Kitu kikubwa ni kuwa na respect kwenye game, heshima, lakini pia kuheshimu mashabiki zao kwa sababu hao ndio mabosi wao. Lakini pia kuheshimu washikaji ambao sehemu ambayo wamewapush na kuwafikisha hapo. Kuheshimu pia mashabiki. Juzi hapa tulikuwa tuna show ya Bando la Jamii. Umeona mwitikio wa wasanii ambao au mafans jinsi walivyoitikia kwenye show yake. Lakini pia tuliona watu kama kina Jinako walikuja wakatusupport. Tukaona watu kama kina Stamina walikuja wakatusapoti. Kwa hiyo ukiishi vizuri na watu, ukaishi vizuri na washikaji zako, lakini pia ukiishi vizuri na mashabiki zako, hawatokutupa mkono kwenye game yako. Yaani watahakikisha wanaenda na wewe sambamba. So big shout sana kwa Bando MC. Yaani ni moja kati ya washikaji ambao wana respect sana, na ni watu ambao wanaheshimu mchango wa mashabiki, na ndio maana Bando akiandaa jambo lake ni lazima kihappen. Ndio maana akaliita kwamba ni Bando la Jamii. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza wapenzi watazamaji wa Shay1 TV na wasanii pia kwenye music industry. Cha kwanza, mtaji wa kwanza ni watu, na mtaji wa pili ni respect.
Kwa hiyo ukikosa respect kwenye jambo lolote lile litakufanya unakuferisha na unaweza kuua trust kwa baadhi ya mafansi wako. Tukiachana na show nzima ya Bando la Jamii, fursa gani walionayo wasanii wa Shinyanga? Wasanii wa Shinyanga sasa wana fursa kubwa sana, na ukiangalia sasa hivi Shinyanga ni moja kati ya mkoa ambao unakuja juu sana kwenye upande wa talent. Mtu wa kwanza ambaye tulikuwa tunamwamini na alifanya vizuri na akairepresent vizuri Shaytown ni Brother Nula. Nula alifanya vizuri, lakini pia big shout sana na rest in peace, Mungu amlaze mahali pema, Steven Charles Kanumba. Of course alileta mchango mkubwa pia kwa ajili ya kuweza kuhakikisha Shinyanga anaitangaza na watu wakaielewa Shinyanga. Na sasa hivi tuna vijana ambao sasa hivi nafikiri umejaribu kuwaona ambao wanafanya vizuri, watu kama kina Michu, watu kama kina Amanton, watu kama kina Mabi, umeona, na washikaji wengine ambao wanatokea ozone ya Shaytown. Sasa hivi kwa hapa mjini imekuwa ni gumzo. Yaani naogopa sana mtu anatoka mbali anakuja sehemu ambayo hajulikani, alafu anatengeneza nafasi, watu wanampokea, watu wanamzingatia. So big shout sana kwa Manton, big shout kwa Michu, big shout sana kwa Bando MC, big shout sana kwa Rapture, Cosma the King, lakini pia big shout sana kwa Mabi Boy. Saizi ni mtu ambaye nafikiri anawakilisha vizuri sana Shaytown. Na mpenzi mtazamaji wa Shay1 TV, naitwa Dui special kabisa, mkali wa master of exclusive interview kutokea hapa Shay1 TV, na kuhakikishia usalama wa masikio yako na usalama wa macho yako kutazama Shay1 TV. Na kuambia tu kwamba hakikisha umesubscribe na kucomment ili unapata zile new update zetu. Nipo na producer msanii, kwa sababu ni producer ila pia ni msanii, anaitwa Shade the Mix. Ni producer mwenye tuzo yake mjini bana. Ni presenter pia wa radio fulani hivi kutoka Shaytown. Sababu ukiangalia mimi ni msanii, muimbaji as a solo artist, lakini pia ni music producer, lakini pia ni radio presenter. So najaribu kumanage time yangu, kwa sababu bahati nzuri nachomshukuru Mungu, studio ambayo nafanya kazi ni studio yangu mwenyewe binafsi. So naweza nikajipangia muda wote wa kufanya kazi zangu za studio, lakini pia muziki nao ni kazi yangu binafsi. So naweza nikajipangia pia kufanya kazi yangu ya muziki, tofauti tu na ni kwenye utangazaji wa radio. Hiyo ni lazima ufanye kwa sababu ni mtu ambaye umeajiriwa. So ni lazima ufanye, na bahati nzuri mimi kipindi changu ambacho nafanya ni kipindi ambacho kinaanza saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo nikishatoka kwenye kipindi changu ambao inapigika Monday to Friday, nikishatoka kwenye kipindi changu basi na huo muda mwingine wote nautumia kuwepo studio kwa ajili ya kuandaa kazi zangu na kuandaa kazi za wasanii pia. Kwa hiyo tunasema kwenye ule msemo wa wahenga kwamba tumeuvunja kabisa, kwamba mshika mawili moja la mponyoka. Sisi tunashika matatu na mambo yanaenda. Tunashika zaidi ya hayo matatu, lakini kwa sababu ukiangalia mimi ni multipurpose mzee. Hata ukiangalia kwenye tamthilia ya Kausha Damu nipo pia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mimi ni mtu ambaye niko sehemu tofauti na manage vitu vyangu vizuri na mambo mengine yanaendelea vizuri. Kwa hiyo msemo wa mshika mawili moja umponyoka, huo msemo wa wahenga si tulisha uvuka na tunaishi na vitu vingine. Kama mimi tukizungumzia kwamba pia ni film director, ni mwandaji wa filamu kutoka kiwanda kimoja tu mjini kinaitwa Shay1 Brand. Ila pia kwenye kipaza kama hivyo naniona nipo live kabisa kupitia Shay1 TV. Tunafanya vitu vingi sana, lakini unaishi na sisi kulingana na category ndio tukutanayo. Unatazama Shay1 TV kwa sasa. Nipo na Shade the Mix, ni music producer, ni msanii, ila pia ni mwigizaji kutoka Tanzania. Bana, Shade the Mix ndio, hebu niambie Shade the Mix, tukiwa tumeingia kwenye mwaka mwingine kabisa wa 2026. Unawaahidi vipi wapenzi watazamaji wanaokufuatilia, mafansi wako pamoja na wateja wako? Kitu ambacho nawaahidi mashabiki zangu, lakini pia mafansi wa Paradox Empire, wategemee kazi mpya, wategemee mabadiliko kwenye game yangu, lakini pia wategemee magoma yangu makali. Unajua mimi na makorabo tangu kipindi kile ambacho nimekuja mjini na makorabo makubwa, na ngoma na Bele9, na ngoma na Sister Ruby, nina ngoma na Bestinaso ambao ndo nimeshaitoa, lakini pia nina ngoma na Koyo MC, yani nina makorabo kibao. Kwa hiyo wategemee kupata makorabo makali, lakini pia wategemee kupata chupa kali, ndo kama hiyo ambayo tumeanza nayo Kidawa sasa hivi. Sasa wategemee pia kupata chupa nyingine kali, lakini pia muziki mwingine mkali msafi. Alafu sasa hivi tunaingia kwenye biashara ya muziki sasa.
Lakini nichukue pia nafasi kuwashauri pia wasanii. Kwa hiyo tunafanya muziki biashara ili mwisho wa siku tuje tufaidike na kile ambacho tunakifanya. Ndio maana unaona mimi sasa hizi ni mtu ambaye nimekuwa story na ni mtu ambaye na hama sana mikoa. Umeona, toka Shinyanga naenda Dar, naenda Mwanza, naenda wapi. Yoyote ukiangalia ni kwa sababu ya jinsi nilivyojiwekeza kwenye muziki wangu. So nafanya muziki, napata hela, mwisho wa siku tunasafiri, tunaenda sehemu fulani, tunakutana na watu tofauti, tunaongeza idea, tunaishi vizuri, kama hivi tuna shine, yani fresh. Hii yote ni kwa sababu ya muziki. So wasanii waamke. Sasa hivi kuna platform nyingi. Yani kuna platform nyingi ambazo ukizitumia vizuri ukaweka kazi zako, basi unapiga hela. Mchongo ni mdogo, wewe ni cheki tu, ni DM, nitafute, mimi nitakuconnect na watu sahihi, utafanya muziki, utaingiza hela. Yani hiyo haijalishi wewe ni star kiasi gani. Cha msingi ni nguvu yako ya kupush kazi zako, alafu mwisho siku unapata mkwanja na maisha mengine yanaendelea. Faida ya watazamaji wa Shay1 TV. Unawaambiaje wapenzi watazamaji wa Shay1 TV? Wapenzi watazamaji wa Shay1 TV, nguvu kubwa, kitu kikubwa ambacho wanahitaji kukiweka kwenye Shay1 TV ni kuwekeza tu alama ya subscribe pale. Unaenda pale Shay1 TV brand, Shay1 TV unagonga pale na alama ya subscribe, unapiga alama ya kengele, alafu interview za kinyamwezi za kijanja kama hizi hapa zinakufikia kwa haraka zaidi. Yani Due Special anapo-upload tu, wewe hata bila kwenda kusearch, basi unaiona pale notification yake ina hang. Shukrani kwa muda wako. Shay1 TV, Blandi of Blandi.